Sikiliza mtu wa Bwana, neno la Mungu linazungumza kwa habari ya mtu mmoja anaitwa Caleb. Caleb ni mtumishi wa Mungu ambaye aliandamana katika safari ya Musa akisaidiwa na Haruni kutoka katika nchi ya Misri, ambayo Mungu aliwaambia mtatoka, mtaenda kunitumikia mimi katika nchi ya ahadi. Walipokuwa wameendelea mbele ya safari, walifika mahali ambapo mtumishi wa Mungu Musa pamoja na Haruni wakataka waweze kujua nchi ile ambayo wanaenda kuimiliki ina sifa zipi, ina mambo yapi, ina vitu vya aina gani. Kwa hiyo Mungu akamwambia Musa na Haruni, tuma watu 12 kutoka katika makabila 12 ya taifa la Israeli ili waende wakaipeleleze nchi ya ahadi. Na watumishi wa Mungu Musa na Haruni wakafanya kama jinsi Mungu alivyowaelekeza. Bwana alivyowapa maelekezo Musa na Haruni, wakawatafuta watu 12, na ndani ya hao watu 12 walikuwepo watu wawili ambao mmoja anaitwa Yoshea, ambayo wakati mwingine hapa kwenye Biblia anaitwa Yoshua, lakini akawepo na mtu mmoja anaitwa Caleb. Sasa wapo wengine 12, lakini hawa ndio maarufu kwa sababu ya kile ambacho walikifanya. Baada ya kuwa wametumwa, wakaenda wakaipeleleza. Walivyoipeleleza ile nchi wakamaliza, alafu wakarudi wakaleta mrejesho wa kila kitu ambacho kimetokea. Kwa hiyo wakaleta yale matokeo, lakini matokeo ya watu hao 12 yalitofautiana. Matokeo ya watu 10, kisoma katika ile sura ya 13, kirudi nyuma pale kidogo, nyuma kidogo, Biblia yangu inaniambia wale wapelelezi 10 walivyofika na kuleta yale majibu ya hali ilivyo katika ile nchi, walisema kwamba watu wa ile nchi, ni kweli nchi ile ni nzuri, ina maziwa na asali, lakini watu wa ile nchi ni watu hodari, ni watu shupavu. Tulivyoangalia na sisi tulivyojiangalia, tulijiona sisi ni kama mapanzi. Wakawaambia wenzao wana wa Israeli pamoja na Musa na Haruni ya kwamba hakika nchi hii hatuiwezi. Hatuiwezi kabisa, hatuiwezi kabisa. Na wana wa Israeli wakapokea taarifa hizo za kutakuweza kuingia ile nchi na kutamalaki, wakapokea kwa manunguniko makubwa sana, kwa masikitiko makubwa sana, wakaumia mno. Wakaona sasa tutafanya kitu gani katika hali ya namna hii? Tutawezaje sasa? Si afadhali tungeweza kufia katika ile nchi ya Misri kule. Wanaume, unajua katika taifa la Israeli watu walikuwa kuhesabiwa walikuwa ni wanaume pekee, si unajua? Walivyopewa hizo taarifa kwamba hawawezi kuingia kwa sababu ile mijitu ya kule ina nguvu, ni mikubwa, iko vizuri, imeshiba, wakaanza kumia, wakaanza kunungunika. Wakaanza kumwambia Musa na Haruni, kwa nini umetaka tufie hapa jangwani? Kwa nini umetaka sisi tumie hapa? Kwa nini umetaka wake zetu na watoto wetu wavie hapa? Si afadhali wangeweza kufia katika ile nchi ya kule Misri kuliko wafia hapa jangwani? Kwa hiyo wakaanza kunungunika. Biblia yangu inaniambia walinungunika kwa kiwango kikubwa, kwa kiasi kikubwa. Ndipo mtumishi wa Bwana Caleb akasimama katikati ya ile taarifa, akasimama akawaambia, hapana, hapana, nchi ile ya Kanaani ni nchi ya kwetu. Mungu ametupa, twende tukaishi ndani ya ile nchi. Bwana asifiwe. Kwa tafsiri ya kawaida ya Kipentekoste, Caleb aliwatia moyo wana wa Israeli nje ya manunguniko na ukatitwa tamaa ambako
kulifanywa na wale wapelelezi wengine 10. Biblia yangu inaniambia baada ya kuwa Caleb ameleta hoja ya kwamba yale walioyaongea wale wapelelezi 10 sio sahihi, usahihi ni huu: nchi ya Kanaani ni ya kwetu, Bwana ameiandaa kwa ajili yetu na tutaimiliki, tutaingia na tutaimiliki. Biblia yangu inaniambia baada ya kuzungumza hivyo, wana wa Israeli wakapanda juu, wakataka kumshika Caleb pamoja na Joshua, wakaanza kutaka kuwapiga, kwa sababu ajenda yao waliiona kwamba sio sahihi, ila ajenda ya wale watu wengi, watu 10 ndio sahihi. Kwa hiyo wakaja wakakrash ile hoja ya Caleb, wakakrash, wakasema no, sio kweli, kule hatuwezi kuipeleleza. Ngoja nikwambie, wakati unajitahidi kupambana na Yesu, kuna watu ambao wanainuka ili ukatisha tamaa. Wakati tunapambana kama madhabahu, pambana na wokovu, inuka, mtafuta Bwana usiku na mchana. Kuna watu ambao wanasema, kwa nini kila siku naenda kanisani? Kwa nini maisha yako yako hivyo? Kwa nini wewe unaitwa mlokole? Kwa nini wewe unalala vizuri alafu sisi hatulali vizuri? Kwa hiyo wanaleta ajenda ili kuweza kukuzuia. Ipo nguvu ambayo Bwana ataiachilia kama ya Caleb ndani yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hakuna atakayeweza kukurudisha nyuma. Hakuna atakayeweza kukurudisha nyuma kwa jina la Yesu aliye hai. Wakaanza kunungunika. Biblia inasema mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia, watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wote wakamnungunikia Musa na Haruni. Mkutano wote wakawaambia, ingekuwa heri kama tungalikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili. Mbona Bwana anatuleta mpaka nchi hii ili tuanguke kwa upanga? Wake zetu, watoto wetu watakuwa mateka. Je, si afadhali turudi Misri? Wakaambiana, na tumweke mtu mmoja awe akida. Tukarudi wapi? Misri. Sikiliza nikwambie, wakati watu wanaweka agenda za kutaka kukurudisha nyuma, don't agree katika jina la Yesu aliye hai. Don't agree katika jina la Yesu aliye hai. Usikubali katika jina la Yesu aliye hai. Waambie hata kama itakuwaje, sitarudi tena Misri. Si mnaimbaga? Sitarudi tena Misri. Si mnakumbuka ule wimbo? Ambie Farao. Si Jackson yupo, si ukombea mwenzetu. Nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanaani. Wacha Bwana. Yaani mmeujua, afu mmejipanga kwa sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Hadi besi naisikia pale kwa mzee, kwa mzee Ray anaipiga. Haleluya, haleluya. Sikiliza, wale watakaoleta agenda kwa siri, watakaoleta agenda kwa wazi ili wakurudisha nyuma, waambie sitarudi wapi? Sitarudi wapi? Hata kama sina hela, hata kama mume wangu hajaokoka au mke, hata kama watoto hawajasoma, sijasoma, hadi kieleweke, harudi mtu Misri, harudi mtu dhambini. Chapia Bwana makofi na vigelegele.